kabla hawajamteka walikwenda shambani kwa mkewe kuchukua funguo za nyumba, alafu wakaenda nyumbani wakasachi, wakaparaganya kila kitu, alafu wakaacha hapo mlango wazi, wakaondoka na Azori. Kuna mwandishi wa Mwananchi anaitwa Azori Gwanda, yeye alikwenda kule Rufiji akapiga kambi, akakuta kuna kitu kinachoendelea sio cha kawaida, akaripoti kuhusu kupotea kwa watu, kupotea kwa viongozi, kupotea na hao wanaopotezwa, yani wanapotea na hawaonekani kabisa. Kwa hiyo akawa anaandika makala ambazo ni series. Kwa hiyo from nowhere yule Azori Gwanda alitekwa, na alitekwa na gari ya Land Cruiser hardtop nyeupe, na kabla hawajamteka walikwenda shambani kwa mkewe kuchukua funguo za nyumba, alafu wakaenda nyumbani wakasachi, wakaparaganya kila kitu, alafu wakaacha hapo mlango wazi, wakaondoka na Azori. Mkewe alivyotoka shambani akakuta hali aliyoikuta, akawa anasubiri tu mume wake arudi. Yule mwanaume hakurudi mpaka leo. Ikaja kwenye mtandao wa Jamii Forum, kwa kuna mwandishi mmoja mwanachama ambaye ni mwandishi wa IJ anaitwa Ben Saanane. Yeye alichukua research thesis ya PhD tasnifu ya mmoja wa viongozi, akaipesti kwenye program moja maarufu ya kuangalia kitu kinaitwa plagiarism. Akatoa data kwamba huyu kiongozi amepata PhD ya University of Dar es Salaam. Hiyo PhD aliyoifanya, amefanya PhD ambayo inafanywa kwa thesis, kwa coursework and dissertation. Yani kuna namna mbili za kufanya PhD. Namna ya kwanza unafanya PhD by thesis, ya pili unafanya kwa coursework na dissertation. Sasa ile PhD yake yule kiongozi imefanywa kwa coursework and dissertation. PhD za coursework and dissertation ni mtu unakwenda unakaa shule full time. Kwa hiyo jamaa huyo mwandishi Ben Saanane akachukua details za yule bwana, akasema huyu jamaa hajawahi kwenda shule full time, kwa sababu siku zote wakati anafanya PhD alikuwa ni waziri na ni mbunge, na hakuwahi kujiuzulu waziri wala kujiuzulu ubunge. Haiwezekani alikuwa shule anasoma. Lakini akachukua sasa hiyo program ya kuona hiyo plagiarism, akaingiza ile thesis yake yote kwenye hiyo program. Ile program ika print out kila kitu alichokiandika kwenye ile thesis, amekipata wapi na kimeandikwa na nani. Akaipandisha kule Jamii Forum. Baada ya kuipandisha Jamii Forum, nadhani haikupita hata siku 2 siku 3, kule Jamii Forum ilishushwa na yule jamaa alipotea, hakuonekana tena. Sasa kutokea pale, tasnia ya habari tukaanza kuwa makini, kila mtu asimame vizuri. Yani kwamba kuna baadhi ya mambo unaweza ukayasema yakakugharimu. Kwa hiyo ule uoga sasa ukaingia, media ikaingia guns. Baadhi ya vitu vinafanyika, media haiwezi kusema, inaogopa kwamba wenye mamlaka hawatafurahi.